Mungu alimuonya kwa onyo ya kifo. Alimtokea katika ndoto, akamwambia Abimeleki, ukimgusa huyu mwanamke kwa njia hiyo, kwa maana kulala naye ni mke wa mtu, ni mke wa nabii, ni mke wa Ibrahimu, ninakuua. Inamaanisha kwamba kifo ni zao la laana, na kama angemgusa kwa kitendo cha Mungu kusema kwamba atamuua, basi ilikuwa ni kwamba kumgusa mke wa mtu isivyokuwa haki ni laana. Ni laana inayosababisha kifo, kwa sababu kifo kilitokana na laana ya dhambi. Lakini baadaye Abimeleki alivyomuelewa Mungu na kumkubali Mungu na kumuelewa Mungu, akaamua asimguse mke wa mtu mpaka asubuhi, akamrudisha kwa mume wake. Ndipo Mungu akasema, sasa ninaruhusu Ibrahimu nabii akuombee na ufanikiwe. Na Abimeleki alivyofanya vile, kweli Ibrahimu akamuombea na akabarikiwa. Maombi ya Ibrahimu yakasikika na Mungu, na Abimeleki akapokea baraka alizokuwa Mungu amezikusudia kupitia Ibrahimu, akaziishi na akazipokea, kwa sababu amemtenda kwa haki mke wa mtu, mke wa Ibrahimu. Kwa hiyo mwanamke akikaa kwenye ngazi ya mke wa mtu ni lango la baraka kwa mwanaume mwingine akimchukulia kwa ngazi ya heshima ya mke wa mtu, na ni lango la laana kwa mwanaume mwingine akimchukua katika ngazi ya kutembea naye. Na ndiyo sababu kuna watu wengi ambao baraka zao zimeharibikiwa kwa sababu walichukua mke wa mtu kama mke wake, na hivyo zile baraka alizokuwa amezikusudia Mungu tangu zamani za kusababisha hata mume wa huyo mke wa mtu ubarikiwe kupitia yeye, ama watu wengine wakubariki na ufanikiwe, Mungu anazuia zile baraka, ni kwa sababu hujamchukua kwa haki kama mke wa mtu. Kuna ngazi ambao mwanamke akipewa lazima yeshimiwe, ni kusudi la Mungu mwenyewe, na Mungu ndivyo alivyofanya. Ndiyo maana hata kama hujulikani, kama unatembea na mke wa mtu, utagundua nyumbani kwako mambo yanaanza kuharibika, afya yako inaanza kuharibika, uchumi wako unaanza kuharibika, mahusiano yako na watu yanaanza kuharibika. Ni kwa sababu gani? Kwa kufanya hivyo, kutembea bila kumheshimu mke wa mtu, kutembea naye, tayari laana ya kifo inaingia ndani yako. Kwa inabidi vitu vife. Kuna watu biashara zao zimekufa, kumbe hawajui kwa sababu gani. Kila wakifanya biashara inakufa. Kuna watu kazi zao zinakufa. Kuna watu huduma zao zinakufa kwa sababu tu ametembea na mke wa mtu. Kuna watu vitu vyao vinaharibika, vinakufa. Kumbe ni kwa sababu mwanamke akikaa kwa ngazi ya mke wa mtu, ukimtendea isivyo haki kibiblia na kutembea naye, inageuka inakuwa ni laana ya kifo. Inaweza kudhihirika katika vitu vyako vinakufa. Watu wako wanakufa, uchumi wako unakufa, maisha yako yanakufa. Lakini kwa sababu kumbe ulikuwa hujui. Ndio maana Mungu ameniambia nije nikwambia, maana umewaza kwa muda wa siku nyingi, mbona vitu vyangu vinaharibika, mbona kazi zangu zinaharibika, mbona uchumi wangu unaharibika, na hujaelewa kumbe ni kwa sababu gani. Kumbe Mungu anakuona kama mtu uliye na haki ya kulaaniwa kwa laana ya kifo, na ndio maana vitu vyako vyote vinakufa kwa sababu ya tabia kutembea na wake za watu. Ndio maana Mungu anataka akusaidia ili mlima huu wa mateso na usumbufu wa kushindwa wa vitu kufa katika maisha yako uliouzunguka siku nyingi uweze kuvuka na kukimbia na kutoka, ili kusudi Mungu akubariki kwenye hatua nyingine na ngazi ya maisha. Achana na tabia hiyo, ili kusudi Mungu akupate kukusaidia, na uombe toba na umombe Mungu aondoe laana na hukumu ambayo inatokana na matendo hayo. Utaona baraka za Mungu zinakuijia. Na mimi kupitia hapa acha niachilie baraka za kila mmoja ambaye atadhamiria ndani yake sasa kuachana na mke wa mtu na kuishi maisha ya baraka, na mwanamke kuachana na mume wa mtu ili kuishi maisha ya baraka, na hizi baraka zikupate. Inakubariki katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa kama kuna vitu vilikuwa vimekufa kwa sababu ya kumchukulia mke wa mtu kama mke wako, na kumbe Mungu anamtazama kwa sheria ya kwamba ukimchukulia katika haki kibiblia, katika utakatifu utabarikiwa, na ukimchukulia katika namna ambavyo si takatifu ukatembea naye utalaniwa. Ninaomba Mungu aweze kuondoa hiyo force majuu, aweze kuondoa hiyo kikwazo cha wewe kubarikiwa, hiyo kikwazo cha wewe kuletewa neema ya Mungu, hiyo
kikwazo cha zile baraka Mungu alikusudia zisikupate. Mungu aondoe hicho kikwazo katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Kwa huo ukuta wa Yeriko uliokuzunguka usiweze kufanikiwa katika maisha yako, na kumbe ni kwa sababu ya laana inayotokana na kumchukua mke wa mtu kama mke wako, na isivyokuwa haki na isivyokuwa sawa sawa. Bwana akusaidie unapogeuka aondoe hicho kikwazo na huo mlima wa mateso, huo mlima wa kufisha biashara, huo mlima uliozunguka miaka mingi wa kutokuendelea. Mungu akuotoe pale, akupeleke kwenye ngazi nyingine ya maisha na baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninaona baraka na neema za Mungu katika maisha yako zinakwenda kuachiliwa, nami ninaruhusu Mungu apate kuziachilia ili kusudi upate kuziishi katika jina la Yesu Kristo. Unapogeuka ukaelekea kwenye mwelekeo Mungu anausema, kama vile alivyowaambia kina Musa na wana wa Israeli, yatosha kuzunguka mlima kwa miaka mingi, geukeni elekeni mashariki. Ikiwa utageuka leo na kuelekea katika mtiririko Mungu alikusudia wa kuachana na huyo mke wa mtu, acha baraka zikufuate, acha baraka zikupate, ile biashara ifufuke, ile kazi ifufuke, upendeleo utokee tena, neema ya Mungu itokee tena, uchumi ufufuke tena katika jina la Yesu Kristo.